Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu katika iman, tulikuwa tukizungumza kuhusu Qur'ani, umuhimu wake katika maisha ya Muislamu, faida zinazofungamana na kushikamana na Qur'ani, kuisoma na kuifanyia kazi na kuyaishi mafundisho ya Qur'ani. Leo insha Allah Taala nataka nikueleze kwa mukhtasari adabu zinazofungamana na Qur'an. Al-adabu ma'al Qur'anil Karim wat-takhalluqi bi akhlaqihi. Darsa yetu ya leo imebeba anwani adabu za kuamiliana na Qur'ani na kujipamba na tabia zake. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo ni wajibu kwa qari'il Qur'an an yata'addaba bi adabihi, ni kule kujipamba na adabu za Qur'an. Kwa mtu mwenye kuisoma Qur'ani ajipambe na adabu za Qur'an, ajipambe na tabia za Qur'an, wa yatamassaka bi ta'alimihi, ashkamane na mafundisho ya Uislamu kupitia akhlaqi za Qur'an. Yataharraru al-insan min ahwaihi wa shahawatihi, mtu akijipamba na sifa za Qur'ani akaadabika na adabu za Qur'an, anapata uhuru, anatokana na ile hali ya kuwa ni mateka wa matamanio yake. Watataqawa nafsuhu bil akhlaqil qawima, nafsi yake inakuwa imara kwa kushikamana na tabia njema zilizonyoka. Katika surati al-Isra Allah jalla wala anasema katika aya 9, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza katika yale yaliyokuwa ya sawa, yale yaliyonyoka, katika njia ya sawa sawa. Wayubashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira, na hii Qur'ani inawabashiria waumini ambao wanatenda matendo mema ya kwamba watapata ujira uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo mahallu shahidi yahdi lillati hiya aqwam, hii Qur'ani inaongoza, inamuelekeza mwenye kushikamana nayo kunako akhlaqi njema, kunako tabia zilizokuwa njema. Na kiigizo chetu katika hili ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallama qad kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Ukimsoma Mtume sallallahu alayhi wasallam tabia zake utamuona wanammithilisha kwamba ni Qur'ani inayotembea, kwamba ametakhallaq, amejipamba na zile tabia za Qur'ani. Yatakhallaqu bi khulqihi yarda birdahu wa yaskhatu bi sakhtihi. Ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenendo wake mzima ni Qur'an. Hata alipoulizwa mama Aisha radhiyallahu anha wa ardaha an khuluqi rasulillah, kunako tabia ya mtume wa Allah jalla wa ala, alisema kana khuluquhu alquran. Ukitaka kujua tabia za mtume, alaika bilquran, soma Qur'an. Ilikuwa tabia yake ni Qur'ani, ai ya'tamiru biawamirihi, anaamrishika na maamrisho yake ndio ameyashika, makatazo yake ndio ameyashika. Kwa hiyo ni Qur'ani yenye kutembea. Ndugu katika imani, katika mambo ambayo ni adabu pamoja na kitabu cha Allah jalla wa ala, kuna nukta hurmatu hajri al-Qur'an, uharam wa kuihama Qur'an. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Furqan aya 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Atasema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama, Mola wangu, watu wangu hawa, umma wangu walihama Qur'an, walifanya hii Qur'ani ni kitu chenye kuhamwa. Haya ni mashtaka ndugu zangu, ni mashtaka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa yule aliyeihama Qur'ani katika watu wake. Na sisi ndio watu wake, na sisi ndio wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na haya mashtaka yanakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala katika surati al-Furqan bidhat ameyataja mashtaka hayo, kwa sababu Qur'ani imesajili tukio hili. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ma maana mahjuran? Ay matrukan muqata'an marghuban anhu. Ilikuwa wameifanya Qur'ani, wameihama, wameipa mgongo, wameiacha, hawaihitaji na wala hawaitaki. Na Allah jalla wa ala anayajua mashtaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaijua hali ya watu wake walikuwaje na Qur'an,
lakini hii dua ni kama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anatuhamasisha, au Allah jalla wa ala anatuhamasisha kurudi na kurejea katika Qur'an. Anamshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo hilo. Na hii ndugu zangu katika iman, pale aliposema Allah jalla wa ala katika mashtaka haya, kuna vitu ni muhimu kuvizungumza. Lugha iliyotumika, imetumika neno ittakhadhu. Al-ittikhadh inajulisha annahum ja'alu al-hajri mulaziman lahu wa wasfan min awsafihi indahum. Kule kuihama Qur'ani ikawa ndio jambo endelevu, ndio wasifu wao, ndio tabia yao. Wa hadha a'zam wa ablagh. Uslubu uliotumika, lugha iliyotumika kwamba ittakhadhu, unaonyesha msisitizo zaidi kuliko kusema inna qaumi hajarul Qur'an. Angeweza kusema lau min ghairi al-Qur'an wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi hajarul Qur'an, lakini ittakhadhu, al-ittikhadh inafidisha kwamba ndio sifa yao endelevu, ndio tabia yao, ndio kawaida yao. Uzan katika imani, kweli umma umeihama Qur'an, ambayo Qur'ani hii Allah ameiteremsha kwa mja wake liyakuna nadhiran, ili iweze kutuonya, ili iweze kutufungua macho tuone. Tukaihama Qur'ani, hatukuifungulia masikio yetu kuisikiliza, inaposomwa hatusikilizi, lakini tukaihama Qur'ani falam natadabbarahu, hatukuichukulia mazingatio ili tuweze kujua haki iliyoko ndani ya Qur'an, ili tuweze kupata mwongozo na nuru iliyomo ndani ya Qur'an. Tukaihama Qur'an, lakini tukaihama Qur'ani hatukuifanya ndiyo mwongozo wa maisha yetu, dusuru hayatina, bali imekuja hii Qur'ani iwe ni manhaji na ndiyo syllabus ya maisha yetu, inatukokota na kutuelekeza katika njia iliyonyoka. Lakini lil asafi shadid tukawa tumeihama Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, kuihama Qur'ani kuna namna nyingi. Kuna kuihama kuisoma, hatusome Qur'ani. Inawezekana hata ndani ya mwezi wa Qur'ani kuna Waislamu wengi hawasome Qur'ani, au wanasoma tu ile kidogo, tutanabahi na hilo. Lakini kuihama Qur'an, kuna kuihama kuizingatia vile ikisomwa, au ukisoma unaelewa nini, na kuna kuihama kuifanyia kazi. Na sura zote hizi zipo katika umma, au hizi hali zote tatu zipo katika umma. Kuna kundi kubwa katika umma wa Mtume Muhammad sallam wameihama Qur'ani, hawaisomi. Kuna watu wameihama Qur'ani, hawaisikilizi wala hawaizingatii. Wengi tumeihama Qur'ani, hatuna mazingatio yanayotupelekea kuifanyia kazi. Sasa tusubiri hili shtaka la Mtume sallallahu alaihi wasallam, au lalamiko lake mbele ya Allah jalla waala, haliwezi kutuacha salama. Uzangu katika imani, tunatakiwa kudiriki wakati tunapoisoma Qur'an kwamba aya hii shakwa nabii sallallahu alayhi wasallam, mashtaka ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yule aliyeihama Qur'an, ndani yake dalalatun ala anna dhalika min as'abi al-umuri alayhi wa abghadhiha ladayhi. Hili shtaka la Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Allah, ya Rabbi watu wangu waliihama Qur'an, inaonyesha kwamba ni katika mambo ambayo yanampa tabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inaonyesha kwamba ni katika mambo ambayo ni magumu sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali inaonyesha ni katika mambo ambayo yanamchukiza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini Qur'ani ilipoturekodia shtaka hili na makemeo haya, ndani yake mna makemeo makubwa lihajiril Qur'an, kwa wale walioihama Qur'ani, biinzalil iqabi bihim, kwamba watapata adhabu kwa sababu Allah atayajibu mashtaka ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam atapeleka mashtaka kwa Allah, na Allah jalla wa ala naye atayapokea mashtaka, atayajibu mashtaka, kwa maana kuna adhabu kwa wale walioihama Qur'ani. Allah asitujalie katika watu walioihama Qur'ani. Lakini kwa kumalizia nukta hii ya adabu pamoja na Qur'ani, kuna baadhi ya vitu vinafanyika sio vya sawa na wala sio katika sunna. Baadhi ya watu akitaka kusoma Qur'an, au baada ya kusoma Qur'an, anauchukua msahafu, anaubusu, wengine anauweka kwenye paji la uso, mwingine anauweka kifuani,
alafu ndo anaanza kusoma, au aidha wakati wa kumaliza. Jamani, hii sio katika taadhimul Qur'ani, sio katika mambo ambayo yamethibiti katika sunna. Kwa hiyo hii, kama unafanya hivyo, una tabia kuweka kifuani usoni, kama unausujudia unaweka kifuani, unaubusu kwamba ndio unauheshimu. Kuiheshimu Qur'ani, ukitaka kuiheshimu Qur'ani, yaheshimu maamrisho na makatazo yaliyoko ndani ya Qur'ani. Lakini vile vile katika mambo yanatakiwa kutajwa kwa mnasaba huu, Qur'ani ni kitabu cha Allah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tuyaadhimishe. Muislamu kama ukuiadhimisha Qur'ani na kuitukuza na kuiheshimu, unaweza ukaheshimu kitu gani? Ikiwa Qur'ani ndio maneno ya Allah matukufu, ndio muongozo wetu, unaweza ukaweka popote. Sasa baadhi ya watu unaweza kukuta anachukua msahafu anaweka tu chini. Kama ni ndani ya misikiti, kama ni nyumbani kwako, lazima kuwe na rufufu maalum. Maalum, sehemu maalum kwa ajili ya kutunza Qur'ani. Iweke kwa adabu, iweke sehemu nzuri. Lakini sio kama inaweza kuwekwa sehemu yoyote ikabebeshwa vitu vingine juu yake, hapana. Lakini pia katika mambo ambayo wanayaitakidi baadhi ya watu na hayajawaridi katika sunna, wako baadhi ya watu wakiwaona Waislamu wengine, mfano msikitini mtu amekaa amenyosha mikono miguu imeelekea upande wa kibla, anakasirika vibaya sana kwamba unawezaje kunyosha miguu huku mbele yako kuna misahafu. Taban tunasema kama itakuwa ni karibu hapa na hapa, inaweza isiwe katika adabu. Kwa sababu ikiwa wewe upendi mtu akae mbele yako anyoshe miguu imekuelekea, unahisi kama kuna namna fulani ya dharau. Vipi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo tukiadhimisha na kukiheshimu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuyaenzi na kuyaheshimu yale mambo ambayo Allah kayatukuza, ni katika dalili za imani. Kwa hiyo haya mambo nimependa kuyatanabaisha kwa sababu tunayaona yakifanyika ndani ya misikiti, tunayaona yakifanyika kwa baadhi ya watu wakiamini huko ndiko kuitukuza na kuienzi Qur'an. Lakini uhalisia na uhakika ni kwamba Qur'an ukitaka kuienzi ni kuyaenzi yaliyomo, ni kuenzi ujumbe uliokuja ndani yake, ni kuyaenzi maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hizi zilikuwa ni baadhi ya adabu miongoni mwa adabu ambazo zinafungamana na Qur'an, lakini ilikuwa ni majawabu ya swali ya kwamba niweje mimi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi kama Muislamu niweje, hali yangu iweje? Tumeeleza baadhi ya mambo, na insha Allahu Taala katika darsa itakayofuata tutakuja na nukta ya kushindana katika kheri. Mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi wa kushindana, ingawa mashindano haya ya mu'min yanatakiwa kuwa katika maisha yake yote. Atasabuku fil khairat, kushindana katika mambo ya kheri inatakiwa kuwa katika maisha yako yote, lakini katika mwezi wa Ramadhani ni mimbabi aula, kwa sababu malipo yanakuwa ni mudhaafa, watu wanalipwa maradufu. Sasa kama wanalipwa maradufu, bila shaka kuna haja ya kushindana na mtu akahakisha anawekeza katika kila nyanja ambayo Allah Jalla wa Ala amemfungulia. Kwa leo nitaishia hapa. Muomba Allah Jalla wa Ala atupe ufahamu mzuri wa dini yetu, atujalie tuweze kuwaidhika, zitengeneze nyoyo zetu ziweze kurudi kikamilifu kwake Allah Jalla wa Ala, na baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani tubaki katika taa na atudumishe hapo katika taa mpaka mwisho wa maisha yetu. Ndugu zangu, ibra bil khawatim, kinachozingatiwa ni kwamba umemaliza vipi. Kwa mfano mwezi huu wa Ramadhani unakwenda spidi, unakwenda mbio, lakini inawezekana mtu kaanza vizuri, na hivi ndivyo ilivyo. Baadhi ya watu kila siku zinavyokatika na watu wanazidi kukatika msikitini, lakini al-ibra bil khawatim, kinachozingatiwa ni kwamba umehitimisha vipi, umemaliza vipi. Kadhalika na umri, ndugu zangu, inaweza mtu akaanza vizuri lakini akahitimisha vibaya. Allah atukinge na hali hiyo, lakini unaweza ukaanza vibaya na ukahitimisha vizuri. Kwa hiyo ndio maana daiman wa abadan tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika taa, lakini muda ukifika atupe mwisho uliokuwa mwema, atufishe hali ya kuwa ameturidhia na akatulipe malipo yaliyokuwa mema ambayo na sisi pia yataturidhisha. Hii ndio ghaya wa umniyatu kulli mu'min, ndio matamanio na ndio lengo la kila muumini, kwamba atoke duniani hapa
hali ya kuwa Allah jalla waala amemridhia ili akayapate malipo haya. Na Allah jalla waala ni mkarimu, tunamuomba hivyo kwa fadhila zake na rehema zake. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.